nyakati zile Mungu alikuwa anatokeza sana? Kwa nini nyakati zile watu walikuwa wanamuona Mungu sana kuliko leo? Kwa nini nyakati zile za Agano la Kale palikuwa na matukio mazito ya kutisha na leo hamna? Kwa nini? Ulishawahi kujiuliza kwa nini? Leo nataka nikufikirishe. Kama nyakati za Yesu akiweko mwenyewe akihubiri, alikuwa anakuta mtu kipofu anapaka tope za macho, macho yanafunguka anaona. Leo tumesoma hapa andiko, anasema walimjia wenye ukoma walikuwa 10, hakuwaombea wala hakukemea pepo. Aliwaambia wakiwa na ukoma wao, anawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Kadiri walipokuwa wanapiga hatua wakielekea kwa makuhani, ndipo walipokuwa wakiendelea kutakasika. Hii sio toka kwa jina la Yesu. Hii sio unabii wala sio kutabiri. Hii ni kutamka neno la mtu anayeelewa aliye ndani ni nani. Kuna kitu hapa nataka uelewe. Ukishajua aliye ndani yako ni nani, itakusaidia hata kufanya unachokitaka. Niliwahi kuwasimulia, kuna kijana mmoja, mtoto wa waziri, alikuwa anaendesha gari, akalidumbukiza kwenye mtaro. Askari alikuja kwa fujo sana, akataka hata kumpiga. Kijana akamwambia ongea na baba. Kuongea kumbe na waziri. Yeye mwenyewe ndo alihusika kulinyanyua gari na kulirudisha nyumbani na yule kijana. Unafikiri nini kilisababisha? Nini kilichochea hiyo? Ni nafasi. Na sio mtoto ndo mwenye nafasi, baba yake ndio mwenye nafasi. Kwa hiyo jamaa alipogundua kwamba huyu ni mtoto wa mheshimiwa, mwenyewe alikaa chini na akatulia. Yale makelele yake yote ya kutaka kumpiga yalishia pale. Akasema mheshimiwa, hakuna shida, narudisha kila kitu nyumbani na mambo yatakaa sawa. Kaingia kwenye gari, akatafuta na breakdown, akaitoa pale, gari karudishwa nyumbani na kijana akarudishwa nyumbani, biashara ikaishia pale. Unaona hiyo kitu? Sasa Mkristo ni mtu ambaye lazima kwanza afahamu anatokana na nani na maisha yake yako katika msingi upi. Ukishaelewa hiyo, itakusaidia kujua namna ya kutembea kifua mbele ukiwa una uhakika na Mungu uliye naye.